katika hali kama hiyo, nikasema mimi Proverbs 16:19, afadhali niwe na vijana hawa kulipo kwenda kushare the spoils. Na muhenzi sana askofu wa Katoliki wa Nyeri, Bishop Muheria, alijitokeza wazi on this issue. There must be the moral foundation of any nation. So what has happened is cosmetic, is in the eating. Tunangojea tuone. Mimi nimetoa direction kama party leader kwa Wiper members of parliament, an important member of Azimio. Hawa majina ya watu 4 ikiletwa kwa bunge kwa kupatiwa idhini, wana Wiper pigeni no. Na mmesikia Mheshimiwa Irene akisema no. Sasa ODM wamewekewa mtego mkali sana. Kama watapiga ndio kuwaidhinisha hawa, basi Kenya itaamini, kumbe mlikuwa mnatudanganya kwamba wameenda kivyao. Because these are leaders of ODM, 2 deputy leaders, hata minority leader mwenyewe kwa bunge ambaye tulimpa mamlaka hayo. At least I should have been consulted as a leader in our coalition. I didn't know. Minority mwenyewe akaenda. Chairman wa ODM mwenyewe akaenda. Sasa mimi nataka niulize hawa wenzetu hawa ambao wameenda, kweli wanaamini ile mpangilio wa kiuchumi wa Ruto unaitwa bottom up? Na hiyo bottom up imeonyesha ulegevu mkubwa, haiamini. Na sisi tunaamini hao watu 4 ambao wametoka kwa Azimio, hao kusema kweli tuseme wameenda kwa Ruto na wameenda wakiendanga. Sawa? Wale ambao tumebaki kwa Azimio, members wa Azimio, political parties, Wiper ikiwemo, ODM ikiwemo. Now we want to see in ODM, if indeed they say these people went on their own, wameenda kivyao, without the concurrence and authority of ODM, which is a major party in Azimio. The proof of the pudding, they say, is in the eating. Kama nataka kujua sisi hatuna pudding huko Ngora, sisi hatujui pudding, sisi tunajua. Jameni, hata nyinyi fikirieni. Wale ambao wamepatiwa hivyo vyao wakaambiwa wanatupiwa kama ile kuku, kuru kuru kuru, unatupiwa wanachukua. Unataka kuchinjwa, lakini kama utaki kuchinjwa, you can't remember for a minute kusema kabla ya mambo haya kuwe na justice, haki ifanyike kwa hawa watoto ambao wamekufa, sio kwa makosa yao, because kikatiba wanaruhusiwa. Mtoto alikuwa anabeba chupa ya maji, anabeba bendera ya Kenya na simu walikuwa werefu, wanatumia this internet connection kwamba tumeona polisi kwa kona ile ya Mwindi Mbingu pitia Kenyatta Avenue. That's all they were doing. Yani wajifiche wasipigwe risasi. Hawakuwa na mawe na vitu vingine kama what was this rungus zilikuja, na wale sasa ambao kwa mamlaka walisema ingieni mjifanye pia nyinyi ni waandamanaji, wakapora maduka. Ndio sifa ya watoto hawa yaribike, wana Gen Z. So hebu fikirieni katika hali kama hiyo, without saying anybody will go to hell. Unajua Mheshimiwa William Ruto alikuwa akisema mambo ni matatu. Sema nakumbuka? Mambo ni matatu. Sasa mimi nasema mambo ni mawili. Either unasimama with this Kenyan youth who have clearly been inspired by God, therefore kwenda mbinguni, ama unaenda na Kenya kwanza kwa Jehannam. Mambo ni mawili. Either
Either you stand for proper for good governance in this country and kusawasisha Kenya hii mali yetu ionekane ni ya kila mtu bila watu fulani wachache kukalia wengine. Mambo ni mawili. Either uko kwa njia hiyo panda, which the Bible talks about, the narrow path, or you go and participate in the spoils ya wizi. Therefore, I will be on their side. We will, leaders of goodwill in this country, we want to see real change, real immediate change. We will stand. I don't even know who their leaders are, but I happen to know wakiitisha mkutano moja, Bishop, JNC wakiitisha mkutano wao kwa mitandao, saa ingine imefika 800,000. Yani ni kama ile mkutano ulikuwa ukifanya Uhuru Park. Mamilioni na mamilioni.